Na mtazamaji, ni saa 10 jioni saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba siku yako imekuendea vema mahali popote ulipo. Hujambo na karibu kwa takriban dakika 30 za taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Meresha Owiti. Karibu. Na Rais William Ruto ametia saini kuashiria miswada miwili muhimu inayolenga kuimarisha sekta ya fedha nchini na kufanya marekebisho ya mfumo wa pensheni za wabunge ili kuendana na katiba na sheria sasa. Sheria hizo ni pamoja pia na marekebisho ya mfumo wa kisheria wa Benki Kuu ya Kenya CBK na sheria ya marekebisho ya pensheni za wabunge. Ilitiwa saini katika hafla iliyofanyika katika ikulu ya Nairobi na kuhudhuriwa na maafisa wakuu serikalini, wabunge na wawakilishi wa taasisi mbalimbali za umma. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, marekebisho ya sheria za Benki Kuu yanalenga kuimarisha udhabiti wa sekta ya fedha kwa kuhifadhi mamlaka ya CBK na kutoa msaada wa dharura kwa ukwasi kwa taasisi za kifedha zinazokumbwa na changamoto za muda. Chini ya sheria hiyo mpya, Benki Kuu ya Kenya itaendelea pia kuwa na mamlaka ya kuamua taasisi zinazostahili kupokea msaada huo, kiwango cha riba kitakachotozwa, pamoja pia na muda wa usaidizi huo. Cap 491, that is a Central Bank Act, to largely do three things. One is to allow the Central Bank of Kenya to lend to microfinance institutions which are under distress, the entity which is receiving the distress liquidity. This, Your Excellency, will ensure that our microfinance institutions, which are crucial to the financial sector of this country, do not suffer distress and end up causing more suffering to Kenyans. The other bill that comes before you today is a small one, the Parliamentary Pensions Act. The bill attempts to bring into currency the Pensions Act. The 1983 Act also lives in the past. It recognizes only one house, which is National Assembly, but our Constitution now has both houses, the National Assembly and the Senate. And therefore, the committees responsible for pension of members of Parliament, the Parliamentary Pension Committee, the Tribunal, are now becoming bicameral, so that we have members of both houses sitting in them. Attorney General for publication into law, and the Principal Secretary National Treasury for implementation, and to all other esteemed state officials in attendance. The leader of majority party in the National Assembly, other members of Parliament present, Your Excellency will unveil and display an open ceremonial copy of the Act, while